Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia kinachochambua kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na kama unafaidika na mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Na kama una familia na marafiki ambao wangenufaika kusikia haya kwa lugha zao, usisahau. Katika kisanduku cha maelezo chini ya kila somo kuna channel nyingine 10 za tafsiri kwa lugha tofauti ili iwe rahisi kushirikisha familia na marafiki duniani kote. Leo tutaingia kwenye somo la kusisimua linalotupatia vipindi viwili au hata vitatu tofauti kabisa vya wakati ambavyo vimekuwa na mjadala mkubwa katika historia. Kimoja ni wakati wa kuzaliwa kwa Kristo, mwaka wa kuzaliwa kwake Kristo. Kingine ni yubilei aliyotangaza kulingana na Kaisari Tiberio. Na cha tatu ni pale yubilei hiyo inapolingana na mwisho wa nyakati. Ni jambo lenye nguvu sana. Sasa, hebu tuanze hapa. Tutaona hili likifafanuliwa kwa ajili yetu katika maandiko na katika muktadha wa kihistoria. Na tutafanya hivyo bila shaka kwa kutumia kalenda ambayo ulimwengu kwa ujumla hutumia sasa, ambayo inaitwa kalenda ya Gregory. Unajua, kuanzia Januari mosi hadi Desemba 31, hiyo ndiyo kalenda ya Gregory. Kwa sababu historia yote imerekodiwa, imerudishwa nyuma kwenye kalenda ya Gregory ambayo ina umri wa takriban miaka 400 au 500 tu. Kwa hivyo, tuanze hapa. Katika Luka sura ya 3, kama sitataja ni sura gani nipo, kumbuka tu kuangalia upande wa kulia. Basi katika Luka sura ya 3, sikiliza hii taarifa muhimu sana inayofungua yote haya. Inasema, sasa katika mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio. Nini kinatokea katika mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio? Yohana Mbatizaji anaonekana na kuanza kuhubiri kuhusu kuja kwa Masiha. Anaanza kuhubiri toba na kuwabatiza watu na kuzungumzia kuja kwa Masiha. Kisha nini kinatokea? Basi tunajua kutokana na historia na maandiko, takriban miezi 6 baadaye Yesu anaonekana. Kwa hiyo katika mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio, Yohana Mbatizaji anaonekana, halafu Yesu anaonekana na kubatizwa. Sasa mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio ulikuwa lini? Basi tunaona hivyo. Kaisari Tiberio alizaliwa tarehe 16 Novemba mwaka 42 kabla ya Kristo mpaka tarehe 16 Machi mwaka 37 BK. Alianza kutawala kama mfalme mwaka 14 BK. Hapa inaonyesha hivyo. Utawala wake ulianza tarehe 17 Septemba mwaka 14 BK. Basi unajua nini? Nina jedwali la kuelezea hili kwa undani. Na kinachotokea ni kwamba hii rangi nyekundu hapa upande wa kulia, hesabu hii ya kalenda inatokana na kupanda na kuvuna, ambayo ina maana inaanza kutoka msimu wa vuli hadi msimu wa vuli unaofuata. Sawa? Kwa hiyo hesabu zote za miaka hapa zinaenda kutoka vuli hadi vuli, na ni nini? Miaka 6 na mwaka wa 7 ni Sabato. Miaka 6 na mwaka wa 7 ni Sabato. Hiyo ndiyo maana ya upande huu. Upande wa kushoto ni mwaka wa kawaida tu. Katika muktadha wa Kiyahudi, hiyo inaanza kutoka Nisan hadi Nisan, ambayo ni kutoka msimu wa kuchipua hadi msimu wa kuchipua. Kwa hiyo zinatofautiana kwa miezi 6. Bila shaka, moja inaanza kutoka vuli hadi vuli, nyingine inaanza kutoka kuchipua hadi kuchipua. Sasa ilisema nini kuhusu Kaisari Tiberio? Ilikuwa imesema alianza kutawala, na hii, samahani, nilisahau kutaja kalenda hii hapa. Hizi namba katikati, hizi ni miaka ya kalenda ya Gregori. Kwa hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa imesema ni mwaka wa 14 wa Tiberio. Au samahani, Tiberio alianza kutawala katika mwaka wa 14, sivyo? Mwaka 14 KK, samahani, naomba nisahihishe, mwaka 14 BK Kaisari Tiberio alianza kutawala, na ilikuwa tarehe 17 Septemba. Lakini Luka sura ya 3 ilituambia kwamba ilikuwa mwaka wa 15. Kwa hivyo ikiwa angeanza kunyesha karibu msimu wa vuli Septemba kulia wa 14 BK, kisha tuhesabu miaka 15 kama tunavyoona hapa kwenye visanduku hivi vyekundu mwishoni kabisa. Huu ni mwaka wa 15 wa Tiberio Kaisari, ambao ungetoka Septemba ya 28 hadi Septemba ya 29 BK hapa, sawa? Sasa ilisema nini? Yohana Mbatizaji alitokea katika mwaka wa 15 wa Tiberio Kaisari, ambao ungekuwa karibu mwishoni mwa vuli hadi karibu na wakati wa baridi kali, na hapo ndipo katika mwaka wa 15 wa Tiberio Kaisari. Kisha ikasema
Yesu alikuja na akabatizwa pia, na hiyo ilikuwa yapata miezi 6 tofauti na Yohana Mbatizaji. Unataka kuona kidokezo cha ajabu, kidokezo muhimu kwetu? Tazama hii. Katika mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio, Yesu alipotokea na kubatizwa na Yohana Mbatizaji, ilisema Yesu alianza kuwa na umri wa miaka 30. Kama Yesu alianza kuwa na umri wa miaka 30, kama unavyoona hapa kwenye bluu iliyokolea, alipokuja kubatizwa na Yohana Mbatizaji mwaka wa 29 BK. Katika mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio, kulingana na vitabu vya historia na kulingana na Biblia, basi tunachotakiwa kufanya ni kurudi nyuma miaka 30 ili kufika mwaka wa kwanza na kisha kuzaliwa kwake. Hiyo inamaanisha Yesu angekuwa amezaliwa kulingana na kalenda ya Gregoriani mwaka wa 2 kabla ya Kristo. Unaona, kalenda ya Gregoriani haina mwaka wa 0. Kama ungekuwa unahesabu kwa kutumia jua, mwezi na nyota, mwaka wa 1 KK ungekuwa mwaka wa 0, na ndipo kuzaliwa kungetokea katika mwaka wa 1 kabla ya Kristo. Hiyo ingekuwa 1 KK 0 alafu 1. Lakini kalenda ya Gregoriani haitumii mwaka wa 0. Kwa hiyo inatoka mwaka wa 1 BK hadi 1 KK hadi 2 KK. Kwa hiyo Yesu kulingana na kalenda ya Gregoriani angezaliwa mwaka wa 2 kabla ya Kristo. Ilikuwa tarehe 17 Juni 2 KKK. Je, unajua hili limekuwepo maandikoni muda wote, ikiwa mwaka wa 15 wa Kaisari Tiberio ni 29 BK ulioanza 14 BK tangu vuli hadi vuli, na Yohana na Yesu walionekana mwaka huo wa 15 huku Yesu akitimiza miaka 30. Lazima tuhesabu kurudi nyuma na tunapata mwaka wa kuzaliwa kwa Yesu. Unaona, lakini kinachotokea ni kwamba kuna mjadala mwingi kwa sababu inafungua kopo lingine la minyoo, yani vipi kuhusu Herode? Naam, ilibainika kuwa kulikuwa na Herode zaidi ya mmoja, lakini hilo si mazungumzo. Hilo tutazungumzia leo. Tunataka kuchukua kutoka hapa katika kile ambacho Luka sura ya 3 ilituambia kwamba katika mwaka wa 15 wa Tiberio Kaisari, Yesu alipobatizwa alianza kuwa na umri wa miaka 30, kumaanisha kwamba hii inaendana na historia na inaendana na kile ambacho maandiko yanatuambia. Ikiwa ndivyo ilivyo, hebu sasa tusonge mbele hatua moja na tuende kwenye Luka sura ya 4. Katika Luka sura ya 4 tunaona kwamba Yesu alienda jangwani. Alijaribiwa na Shetani, na baada ya majaribu yake alienda na alikuwa akihubiri katika maeneo mengi tofauti, na hatuna muda maalum uliopita kabla ya hapo. Kisha Yesu anasema hivi katika Luka sura ya 4 mstari wa 17 hadi 19. Anasema, na akaletewa kitabu cha nabii Isaya, na alipokifungua kile kitabu akakuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta niwahubirie maskini Injili. Amenituma kuwaponya waliovunjika moyo, kuhubiri ukombozi kwa mateka, na kurejesha kuona kwa vipofu, kuwaweka huru waliopondeka, na kuhubiri mwaka uliokubalika wa Bwana. Yesu alikuwa anasema nini? Alikuwa anasoma kutoka kitabu cha Isaya. Na yeyote anayesoma hili, kila mtu anajua kwamba ilikuwa kutoka Isaya 61, ambapo unaona jambo lile lile hapa. Unaona, kuwafunga waliovunjika moyo ili kutangaza uhuru kwa mateka. Inasema katika mstari wa 2, kutangaza mwaka uliokubalika wa Bwana. Na kuna sababu kwa nini Yesu hakusema sehemu iliyobaki ya mstari wa 2, na hiyo ni kwa sababu ni unabii wa kinabii. Ni kwa ajili ya mlisho kabisa atakaporudi, miguu yake ikishuka juu ya mlima wa Mizeituni. Lakini Yesu anasema nini hapa kwa kunena au kutamka maneno ya Isaya 61? Anatangaza mwaka wa yubilei, na watu ambao wameenda kusoma hili na ukienda kulichunguza utaona kwamba kila mtu anakubaliana kwamba bila shaka alikuwa anatangaza yubilei, hata ilisemwa kutoka kwa Isaya. Kwa hiyo unaenda kwenye maneno ya Isaya, na hapa ndipo yalipo. Hii kutangaza kuwaweka huru mateka ni nini? Ni yubilei kutoka kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 25. Katika Mambo ya Walawi sura ya 25, na mtaitakasa mwaka wa 50 na kutangaza uhuru katika nchi yote kwa wakazi wake wote. Utakuwa ni mwaka wa yubilei kwenu, na kila mtu atarudi kwenye mali yake, na kila mtu atarudi kwenye familia yake. Hii ndiyo tangazo la uhuru ambalo ni yubilei. Na Yesu alikuwa akitangaza yubile,
katika Luka sura ya 4. Lakini hatuna muda kamili tangu alipobatizwa hadi alipofanya hivi akitangaza. Lakini tunapata maarifa fulani. Sawa? Na ni maarifa gani tunayopata? Iko ndani, iko wapi? Ufahamu tunaupata uko wapi? Hapa inasema kulingana na mtiririko wa matukio ya Injili, hasa wakati wa kujumuisha matukio kutoka Injili ya Yohana, inaaminika kwa ujumla kwamba miezi kadhaa na hata pengine hadi mwaka mmoja ilipita kati ya ubatizo wa Yesu na tangazo lake. Unaona hilo? Na tangazo la yubilei huko Nazareti. Kwa hivyo ilikuwa karibu mwaka mmoja uliopita. Sasa, kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu hapa ndipo Yesu alipoanza kuwa na umri wa miaka 30 na ingekuwa kama mwaka mmoja baadaye. Angalia hii, tuna zaidi ya mwaka mmoja tangu alipoanza kuwa na umri wa miaka 30 na hadi alipotangaza yubilei. Hii inaonyesha kwamba yubile ambayo Yesu alikuwa akiitangaza katika Luka sura ya 4 ingekuwa katika msimu wa vuli wa 30 BK, na yubile ingekuwa kuanzia msimu wa vuli wa 30 BK hadi msimu wa vuli wa 31 BK. Sasa kwa nini ninaelezea hili? Nimekuonyesha hili kutoka kwenye historia, nyaraka, hadi kwenye maandiko ya Biblia, hadi kile Bwana alichosema alipokisema, na katika mwaka ambao ilitangazwa. Sasa nini kinachofanya hili kuwa muhimu sana? Basi unapofahamu kuhusu miaka 14 na kisha mwishoni mwa miaka hiyo 14, kama ulivyojifunza katika huduma hii, ni miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Unapoelewa jinsi hilo linavyotokea, unajua kwamba hizo ndizo seti mbili za mwisho za 7 katika hesabu ya Jubilii, sawa? Kwa hivyo miaka 14 ni seti mbili za mwisho za miaka 7 kati ya 49, ambayo ina maana kwamba miaka 14 ya dhiki itakapokwisha, yubilee itatangazwa. Sawa. Swali na ambalo watu wengi huchanganyikiwa nalo ni, unaihesabuje jubilei? Je, jubilii ni 7 mara 7 ambayo ni 49, halafu mwaka wa 50 unakuwa wa pekee, na mwaka wa 50 unapomalizika, basi unaanza tena 7 mara 7? Au hoja nyingine, kuna mbili tu. Hoja nyingine ni kwamba ni miaka 49 7 mara 7. Mwaka unaofuata, yaani yubilei, mwaka wa 50, pia ni mwaka wa kwanza wa seti inayofuata ya mara 7 mara 7 katika miaka 49. Unaona, unapoelewa kwamba mwisho ni sahihi, ni 7, hauishi kamwe. Miaka 7 haimaliziki. Unaona, hata ukienda kwenye chati yetu, miaka 7 haitaisha kamwe. Daima ni 7 7 7 7 7. Hakuna mwaka wa pekee kwa ajili ya yubilei. Alafu unaanza kuhesabu tena 50 nyingine. Ni mtiririko endelevu wa 7, ambayo ina maana kwamba mwaka wa kwanza wa seti inayofuata ya 49 ndiyo yubilei yenyewe. Na unapoelewa hilo na ukitumia hisabu kutoka 30 BK kuanzia mwisho wa 49 hapa, na yubile ikitangazwa wakati Yesu alipoitangaza katika 30 BK, ukifuatilia hilo hadi mwisho, unaendelea kuhesabu 49, kwa sababu mwisho wa 49 mwaka unaofuata ni yubile, sivyo? Mwaka huo. Kwa hivyo 49, na unapitia njia yote na unaendelea kuhesabu 49. Unaendelea kufanya hizo 7 7 7 7 7 hadi mwisho. Unapofika mwisho wa miaka 14 na yubile ya mwisho, kumbuka miaka 14 ni seti mbili za mwisho za 7 kati ya 49. Unapofika mwaka 2039, kuanzia vuli ya 2039 hadi vuli ya 2040 kama yubile ya mwisho. Unajua kwa nini hilo ni muhimu sana? Kwa nini hilo ni jambo kubwa sana? Kwa sababu ukirudi nyuma miaka 14, miaka unajikuta mwaka 2025, 2026. Natumai unaona ninachosema. Sisemi kwamba huu ndio mwaka ambapo kila kitu kitaanza. Ninakuonyesha tu kwa urahisi kwamba tumepitia maandiko. Tulielezea mwaka wa ubatizo wa Yesu. Tulifuata na historia. Na kama tulivyopitia,
Tukiona muda wa tangazo la Yesu la yubilei, tunaishia na miaka 14 kuelekea yubilei ya mwisho. Kama ninavyozungumza nawe sasa hivi, naomba hili likubariki na kukusisimua. Tutazungumza nawe hivi karibuni. Kwaheri kwa sasa.